Unaweza kuandika kudhibiti roho ya uasi. Kudhibiti naposema kudhibiti, tunaweza tukasema kuzuia ama kuikataa. Kudhibiti roho ya nini? Isifanye kazi katika maisha yako. Kudhibiti roho ya uasi isifanye kazi katika maisha yangu. Roho ya uasi ni nini? Uliopitia Sunday school, wala sio wote tuliopita Sunday school. Tunaposema roho ya uasi, roho ambayo iko kinyume na Mungu. Roho ambayo iko kinyume na nani? Na Mungu. Ili tunapofafanua neno dhambi, tunapata majibu kwamba dhambi ni nini? Ni uasi. Na uasi ni kufanya yale ambayo yako kinyume na nani? Na Mungu. Na hayo ni mengi kweli. Na usipoongozwa na Mungu, maana yake wala huwezi kushtuka, wala huwezi kuzuia ama kudhibiti mambo hayo yasifanyike kwenye maisha yako. Mungu atusaidie sana. Mungu atusaidie sana. Amen. Kudhibiti roho ya uasi, lakini utaidhibitije kama haufahamu inafanya kazi kwa namna gani ama kwa staili gani? Shetani anapokuja kwa mtu, hasa mtu aliyeokoka, Biblia inasema huwa anajigeuza, anachukua muonekano kama malaika wa nini? Kama malaika wa nini? Wa nuru, wa Mungu, ili wewe au ili mimi nisigundue. Nisifanyeje? Sigundue. Na wengi amewapiga chenga. Amewapiga nini? Chenga. Mungu atusaidie sana. Kwa mfano, alipomjaribu Yesu baada ya zile siku za maombi, anamwambia, ikiwa wewe ni mwana wa Mungu, geuza haya mawe yawe nini? Mkate. Yawe mkate. Jamani, ni dhambi. Mungu atusaidie sana. Maana Yesu alikuwa na uwezo huo. Alikuwa na uwezo wa kugeuza mawe yakawa nini? Lakini jambo la pili, Yesu alikuwa na njaa. Alikuwa na nini? Ilikuwa kinafahamika. Lakini huko ndani ya mkakati huo wa shetani hakukuwa na mapenzi ya Mungu. Amen. Lengo la shetani lilikuwa ni kumwangusha nani? Ilikuwa ni kumwangusha Yesu. Sasa kwa sababu Yesu alikuwa anafahamu roho ya uasi ama roho ya shetani ama ibilisi, alikuwa anafahamu anafanya kazi kwa njia gani. Mungu atusaidie sana. Hapo ndipo alimdhibiti. Na alimdhibiti kwa neno la nani? Na akamwambia, hautaishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno linalotoka kwa nani? Mungu atusaidie sana. Haleluya. Haleluya. Anamaanisha kwamba wewe shetani, siwezi kuishi kwa chakula tu, bali kwa kila neno linalotoka kwa nani? Mungu atusaidie sana. Kwa hiyo usipofahamu roho ya uasi inafanya kazi kwa namna gani, sio rahisi wala sio mepesi kuidhibiti. Mungu atusaidie sana. Na hebu tuangalie maana ya roho ya uasi. Ili maana ya roho ya uasi
ni hali ya ndani ya kutotii, kukaidi na kupinga mamlaka ya Mungu. Mungu atusaidie sana. Wengine wanaandika kwenye simu, wengine wanachati, subiri nimalize ibada, taonana, si ndio? Na huko ibadani neno linaendelea. Roho ya uasi ni hali ya ndani ya kutokutii